Hello guys, assalamu alaikum, mambo vipi? Nimewamisi sana, muda mrefu, samahanini kwa ukimya, nilikuwa niko bize na nilikuwa niko na dharura ambazo zisizoepukika za kifamilia na ndio maana mkaona kimya mpaka leo, lakini kwa sasa tumerudi rasmi kwenye channel yetu na tutakuwa pamoja na mapishi mbalimbali. So, kwa mahitaji tutakuwa na unga wa ngano kilo 1, tutakuwa na maziwa ya unga robo kikombe, maji ya uvuguvugu vikombe 2, siagi vijiko 2 ambayo iliyoyayushwa, yai 1, hamira vijiko 2 na chumvi kijiko 1, sukari kijiko 1, baking powder kijiko 1. Tutaweka mchanganyiko wetu kwenye bakuli letu la unga. Tutaweka vitu vikavu kwanza, then ndo tutafata vitu vya maji. Bila kusahau wapenzi wangu, asanteni sana kwa support yenu, kwa subscribe, kwa like, kwa comment, naziona. Asanteni sana kwa kipindi chote nilichokuwa niko kimya, lakini hamkunisahau. Kwa kweli asanteni sana sana sana, na washukuru. Na kama mpya wewe mtazamaji, basi usisahau kusubscribe na kulike na kushare na marafiki zako na kucomment pia. So tunaendelea na pishi letu. Tutaweka, baada ya kuweka vitu vikavu na tukachanganya, tutaanza kuweka vitu vya maji. Linafata yai, halafu linafata maji pole pole. Tutaweka maji yote kwa pamoja, hapana. Tutaweka maji pole pole mpaka unga wetu ushikane wote. Baada ya kushikana, tunaweka siagi yetu ambayo niloyayusha. Wewe kama upo sehemu ambayo ina joto, sio lazima siagi yako uyayushe. Unaweza kuiweka hivyo hivyo jinsi ilivyo, kama iko line. Mimi yangu ilikuwa ipo kwenye friji, ipo ngumu, ndo maana nikayayusha kidogo ili ichanganyike vizuri kwenye unga wangu. Kama unavyoona hapo, imechanganyika vizuri na unga wangu umekandika vizuri na haupo mgumu wala laini sana, yani kuniganda ganda. Nitaufunika kama hivi na plastiki, halafu juu nitaweka kitambaa kwa kutengeneza joto ili unga wetu usipate hewa umuke haraka. Tutaweka pembeni, tutaendelea na step nyingine. Step ambayo inafuata sasa ni kutengeneza kuku wa kuweka kati. Nilichemsha kuku pembeni, ambaye sio kuku mzima, ni kidari cha kuku. Nilichemsha kidari cha kuku ambayo ni steak, nyama steak. Ile kifua cha kuku. Nilichemsha, nikaweka tangawizi, kitunguu saumu, pilipili kidogo. Ile pilipili nyekundu nikaweka kidogo, nikaweka na chumvi na limau. Nikamchemsha mpaka akawiva na akakauka kabisa maji, yani nimemkausha maji. Baada hapo nikamchambua hivyo kama unavyoona. Nikachukua karoti 1 nikasaga ambayo kubwa, nikachukua paprika nayo 1 nikakatakata nikaisaga nayo, halafu nikachanganya pamoja na kuku. Nikachukua kiumi ambayo ni uzile, nikaweka na black pepper, nikaweka na nikasaga na hiyo nini inaitwa hiyo kinu. Nikachukua kitunguu maji kikubwa 1 na hii kotimiri au korianda na kitunguu saumu. Nikaweka kwenye sufuria ambayo nimeweka mafuta, au utaweka kwenye pani vyovyote. Halafu tutakaanga, ila hatutasubiria iwe mpaka brown, yani ipige brown halafu ndo
tuweke vitu vingine. No, hapana. Tutasubiri tu viregee kidogo, halafu baada ya kuregea ndo tutachanganya mchanganyiko wetu wa spice humu kwenye vitunguu vyetu. Kama unavyoona mchanganyiko wetu tumeweka unachanganyika vizuri. Tutamimina kuku wetu ambaye nilomchanganya na hizi karoti na paprika. Tutamix hivi vizuri ili achanganyike vizuri na kila kitu. Hatutaweka maspice mengi kama tunapika pilau au rosti. No, itapoteza ladha. Italeta ladha nyingine, sio ile ambayo unakusudia. Kwa hiyo kama spice nilizowatajia ndo ambazo utatumia. Kama hupendelei basi sawa. Hapo kama kuna kitu hupendelei utaacha. Tutaweka kitu cha mwisho, tutaweka kotimiri ambayo mchanganyiko baada kuwa ushachanganyika vizuri. Nilibadilisha sufuria na iona haiko pana kama hii. Kwa hiyo nilihitaji iwe pana vitu vijichanganye vizuri. Ile niliona iko kubwa kidogo. Kwa hiyo baada ya kuchanganya kama hivi mchanganyiko wetu vizuri, hapa upo tayari. Kila kitu hapa kipo tayari, kimeshawiva. Kwa hiyo tutazima jiko, tutauacha mchanganyiko wetu upoe, tutaendelea na process nyingine. Kama unavyoona mchanganyiko wetu mzuri, unavutia, unanukia na upo mtamu, umekolea, yani kila kitu. Unga wetu na huku umeshaumuka, upo tayari. Tumetumia kama dakika 40 hivi mpaka 45. Unga wetu kaushaumuka, umejaa kama hivi. Tena umeumuka vizuri maana umepumzika, uko laini, mashallah. So tutaendelea na process ya kukata madonge sasa. Size ambayo tunaenda kutengeneza shepu ya mikate yetu. Na nyama yetu tumeiacha kule pembeni inapoa, na huku tunaendelea na process nyingine ili hatua kwa hatua basi tunaendelea na tumemaliza kukata madonge yetu. Tumepata mikate mingi. Unga kilo 1 unatoka mikate mingi. Kwa hiyo unaweza kupika na familia yako na mkaenjoy vizuri tu. Bila usisahau kufunika unga wako. Unga wako ukipata upepo, ukawa mgumu au unakakamaa, ukitengeneza kitu chako hakitoki vizuri. Kinakuwa kama kina magamba hivi. Hata kikiiva, lile gamba la upepo au lilopata baridi linakuwa linatoka vile vile. Lakini ukiufunika unakuwa unabaki vile vile uko na joto. Kwa hiyo nitayayusha tena siagi nyingine kidogo, halafu nitapaka kwenye unga wetu. Na unga wetu hatutasukuma kama chapati. Tutasukuma kwa urefu. Halafu nitakuwa na hiki kikatio. Kama huna hiki kikatio, sio lazima. Unaweza kutumia kisu, ukakata unga wako na ikapendeza pia. Kwa hiyo tutaweka kuku wetu kama hivyo, halafu tutafunga banzi yetu hivyo na roll kama hivyo. Kwa hiyo inapendeza na utafanya mpaka yote utamaliza. Utafanya mpaka yote umalize mikate yako. Huku ukiwa unapanga kwenye tray. Na unapopanga usisahau kuacha nafasi.
Bila kusahau, kama mpya kwenye channel yetu, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare na marafiki zako, kucomment. Kwa hiyo msisahau jamani. Asanteni, nawapenda kwa sapoti yenu. Tutaendelea mabanzi yetu mpaka tutakapomaliza unga wetu wote ule, au madonge yetu yote tutakapomaliza. Halafu mimi sikufanya makubwa sana. Nilitengeneza madogo madogo. Kwa hiyo wewe utatengeneza size ambayo unapenda. Unaweza kutumia recipe hii lakini ukatengeneza size ambayo utakayopenda. Kama unahitaji size kubwa, basi utatoa makubwa. Kama unahitaji size tu ya kawaida, utatoa hivi kama mimi. Kwa hiyo wewe tu mwenyewe utakavyoamua. Na utaweka tray yako papir kama hivi, alafu utabeki. Kama huna papiri, pia sio lazima, unaweza tu kuweka kwenye tray. Kwa hiyo utachukua yai, utalipiga ili lichanganyike. Halafu tutakuwa na hii haba soda au black seed, naona inaitwa hivyo. Halafu tutakuwa na ufuta au sesame seed pia inaitwa. Kwa hiyo kwa ajili ya kupambia juu ya mikate yetu na kuleta ladha zaidi kwenye mikate yetu. Kwa hiyo baada ya kuumuka, baada ya kutengeneza shape, tuliwacha kidogo mikate yetu iumuke kama dakika 10 hivi au 20. Utaiacha. Inategemea na hali ya hewa ya hapo ndani ikoje. Kwa hiyo utaifunika ili iumuke haraka. Kwa hiyo baada ya kuumuka saizi, unapaka hilo yai lako juu. Kama huna yai pia unaweza kupaka maziwa. Unachukua maziwa yako, unapaka mikate yako, unaweka hii sesame na hii black seed unaweka juu. Au kama hupendi kimoja wapo hapa, sio lazima uweke. Au kama hutaki vyote kuweka, pia sio lazima. Unaweza tu kukatakata, ukachoma hivyo ama ukaweka. We mwenyewe utakavyoamua, lakini inapendeza na inaongeza ladha nzuri pia zaidi. Mikate yetu tayari. Tumechoma kama dakika 25 hivi mpaka 20. Hatujachukua muda mwingi kwa sababu oven langu liko kali. So mengine nimeweka black seed, mengine sijaweka. Nimeweka sesame peke yake, ufuta. Mikate yetu ipo tayari, mizuri, laini, yani iko soft na ni tamu, inanukia sana. Kwa hiyo karibuni sana kwenye channel yangu kwa video nyingine mbalimbali. Nimerudi rasmi. Msisahau kusubscribe, kulike, kushare na marafiki zenu. Na pia nawashukuru sana kwa mnaonisapoti. Mungu awabariki. Msikose video nyingine inayofuata, ni nzuri zaidi. Bila kusahau, karibuni sana kwenye akaunti zangu. Instagram natumia mapishi ya Halam, TikTok natumia mapishi ya Halam. Karibuni sana kwa video mbalimbali. Bye.